السلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tunamshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mwaka mwingine kuweza kutuwafikia tukakutana mahali kama hapa katika maulid yaliyoasisiwa na almarhum Maalim Twaha, na sasa yako chini ya uongozi ya wanafunzi wake kuongozwa na Sheikh Dor na Ustadh Naaman. Mwenyezi Mungu ajaze kheri na mrahamu mwalimu wetu Maalim Twaha pale alipo, na kusema na uhakika ni kuwa al-ulama warathul anbiya, maulama ndio warithi wa mitume. Mitume hawarithiwi mali wala hawarithiwi mapesa wala majumba, lakini wao hurithiwa elimu. Na hakikatul amr ni kuwa mwalimu wetu Maalim Twaha ameifanya kazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala. Kiasi ya kwamba kuna wanafunzi ambao wamkumbuka kila mwaka katika kuhuisha sunna hii ya kumsifu na kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala. Na kama mwalimu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mwalimu mkubwa kuliko walimu wote, na yeye alitoa wanafunzi wengi ambao walitufanya mpaka leo sisi tukawa Waislamu. Tukizungumzia wanafunzi wake wawili kwa uchache, mmoja alikuwa ni Mus'ab ibn Umair, mtoto mdogo ambaye alikuwa Makka katika familia iliyotajiri, lakini akawacha mapesa yote na raha zote kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kiasi cha kwamba alikuwa mamake akimfungia katika nyumba yao asitoke kwenda Darul Arqam ibn Abil Arqam. Lakini juu ya yote hayo Sayyidina Mus'ab akifanya juhudi kwenda kusoma kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alipohama akahama katika hijra ya kwanza kwenda Habasha, na aliporudi Makka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamfanya akawa ndio ambasada wa kwanza katika Uislamu. Yeye ndo alipelekwa Madina kwenda kuwafundisha watu wa Madina Uislamu, na namna alivyoifanya ile kazi kwa uzuri, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akienda Madina, hakuna nyumba katika Madina isipokuwa kuna Muislamu. Mashaallah. Na katika watu walioslimu chini ya mkono wake Sayyidina Mus'ab ni Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh. Na Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh ni yule aliyoambiwa na Mtume, ihtazza arshur Rahman li mauti Sa'd, arshi ya Mwenyezi Mungu ilitetemeka kwa kufa Sa'd. Hao ni katika miongoni mwa watu walioslimu chini ya mkono wa Sayyidina Mus'ab. Sayyidina Mus'ab juu ya kuwa alikuwa tajiri familia yao na akawacha yote kwa ajili ya Uislamu, alipokufa katika vita vya Uhud hakupata sanda ambayo itakayomkafini yeye mwili wake mzima. Akifinikwa juu, chini kuko wazi, akifinikwa chini, juu kuko wazi. Amewacha yote, mali yote na starehe yote kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa pili ambaye nataka kumzungumzia katika wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kijana mdogo, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia na akamuombea, Allahumma faqihu fi din, ya Rabbi mjalie awe ni mwanachuoni na mwenye kuijua dini yake, waalimu ta'wil. Na huyu Sayyidina Abdullah ibn Abbas akifa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maswahaba walikuwa wakimtarajia yeye na wakimtegemea yeye katika kuitafsiri al-Qur'an al-Karim. Kwa hivyo hawa ni miongoni mwa wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kazi wameifanya. Na ukilinganisha kama nilivyoisema katika hadithi, al-ulama warathul anbiya, maulama ni mawarithi wa mitume, na twashuhudia kuwa
mwalimu wetu Mwalimu Twaha kazi ameifanya kusomesha wanafunzi, na wanafunzi sasa wapo katika da'wa na katika kusomesha. Hapa msikitini yatosha kuwa baina al-maghrib wal isha shekhe letu Ustadh Naamani yuko hapa yuwasomesha wanafunzi takriban, tunaweza kusema labda miaka 20 na zaidi, kabla sisi hata hatujaoa. Tukija hapa tukisoma na yeye daima, tumeondoka sisi wamekuja wengine wasoma kwake yeye, na kama alivyosema Ustadh Abud, ulikuwa na wajukuu, sasa kuna na vitukuu, watu waje kusoma. Na hii ndio faida ya ilmu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutulia taufiki katika kusomesha, ile kazi uendelee ila yaumul qiyama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.